Mamlaka ya kitaifa ya kutunza mazingira NEMA imesitisha mradi wa ujenzi wa mradi wa shilingi bilioni 2 kwenye kipande cha ardhi cha ekari 80 katika eneo la Mjengo, Kikambala, kaunti ya Kilifi. Inaarifiwa kuwa mradi huo ulikuwa ukijengwa kwenye chemichemi ya maji. The backfilling of the wetland on LR number 531 had continued despite the developer being issued with an order stopping their activity on the 15th of April 2020. There's a hydrological survey report which was done confirming the existence of a wetland at this site. And so it's a pointer, it's a very clear pointer to investors, and we want to repeat this, that doing an EIA does not give you the free will to do the wrong things contrary to the conditions that are contained therein. The report from Walton Construction does not object reclamation of any part of this wetland, since the existing geophysical characteristics of the site, including the soil type, slope and vegetation, do not qualify the project site as a wetland ecosystem. And it's unfortunate that after being guided properly by the authorities, and of course doing the right thing, then at the end of the day, you are getting a stop order after some complaint, which was actually not based on facts. Hii kampuni hatungeomba ifungwe. Tunataka kampuni ipatiwe leseni na watu wafanye kazi kama wafanyakazi vijana wa huku Kikambala ama Mjengo tunufaike na kampuni. Tuwapewa pesa na hii kampuni tuanze kufuga kuku tulete mayai. Leo hii nimesikia kampuni imefungwa. Na pesa sisi kwa tumechukua kama vijana, tumechukua loni, tumechukua certificate, tumezitayarisha tunajua kampuni bado kama miezi 2 ifunguliwe, temu ambayo imefungwa. Sasa kama vijana kwa tumechukua pesa, temu hizo pesa tuwaziregesha vipi? Naleta chakula hapa. Na kileta chakula hapa wananinio. Natafutia watoto wangu. Lakini kishangaa nikiambiwa watu wamefuta kazi, nitapata wapi pesa ndisha watoto wangu? Tuko tayari kupambana na uvamizi wa pili wa nzige nchini. Ndio taarifa ya Waziri wa Kilimo Peter Munya, anayesema kuwa wizara yake ilijifunza mengi kutokana na uvamizi wa kwanza wa nzige nchini ulioshuhudiwa mapema mwaka huu. Munya aidha amesema kuwa uvamizi huu wa pili ambao tayari umeshuhudiwa katika baadhi za kaunti umeanzia nchini Somalia na Ethiopia, maeneo ambayo hayakuweza kuwamaliza nzige wa awali. Aliyesema haya katika kikao na wanahabari mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. We are prepared. We really have the experiences. If gaps are there, this is what the plan is really bringing in order to address them. So with the community, with what is happening on the ground, we have operational, of course, already officers working on the ground in order, of course, to inform us so that we can act on time. And that's why now we know exactly what is happening. It is projected that the invasion in Ethiopia and Somalia has not been contained, and a lot of breeding has been going on in these neighboring countries. Because of this, it was earlier projected that when the southerly winds start in December 2020, then we may experience a second wave of invasion. However, desert locust invasion being largely a weather issue, it seems that the situation has changed and a new invasion has happened earlier than expected. Mustakabali wa mwanafunzi mmoja wa kidato cha 3 huko Tiati, kaunti ya Baringo, unayumbayumba baada ya jamii kumlazimisha warithi wajane kufuatia kifo cha kakake hivi majuzi. Aidha, mvulana huyo mwenye umri wa miaka 15 atawashughulikia watoto 15 walioachwa na kakake aliyefariki akiwa na miaka 34. Korkor Ripotolimu aliye na umri wa miaka 15 ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Tangolo Bay.
Hata hivyo, kifo cha kakake na Moma Charem aliyeaga dunia hivi majuzi akiwa na umri wa miaka 34 kimemtia katika njia panda. Alipokuwa hai, na Moma Charem alikuwa kiongozi wa kundi la wapiganaji wa jamii ya Opokot waliokuwa wakivamia kaunti jirani ya Turkana kwa lengo la kuiba mifugo. Lakini kifo chake kilimsukuma Korkor Ripotolim kwenye majukumu mazito na changamoto si haba za maisha. Kwa mujibu wa mila na desturi za jamii ya Opokot, Korkor alilazimika kuwaridhi wajane watatu walioachwa na kakake pamoja na watoto wote 15. Kwa nyumba yetu tulikuwa wawili brothers. Yeye ni mkubwa, mimi ni wa mwisho. So huyu ndugu akaacha bibi yake watatu na alikuwa na watoto wa 15. So kwa culture ya Pokot haiwezi achwa ati waende. So lazima mwenye anafuata huyo brother ashikilie upande wa nyumbani. So nikajaribu kung'ang'ana. Jamii ya Opokot huzingatia zaidi mila na desturi. Na ingawa Korkor ni mwanafunzi wa kidato cha 3 aliye na umri wa miaka 15, anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuitunza familia ya marehemu kakake. Ndugu yetu marehemu na Moma alikuwa na mtipi watatu na alikuwa na watoto 15. Hao watoto walikuwa wachanga, bado wataenda. Ya kwanza alikuwa darasa la 3. Ya pili sasa darasa la pili wote wako nasari. Na tujui tutasema kwa sababu na yeye ndugu yake alipewa hiyo jukumu ya kulinda. Yeye yako na mwaka 16. Na bado yeye ni mtoto, ako form 3. Iko shule mimi nijajua kitu kufanyia, wananitegemea, lakini mimi sina chochote cha kumfanyia kazi. So naomba kabisa kwa upande wao wa mama wasaidiwe, wapewe kitu ya kuendelesha maisha. Huku shule zikitarajiwa kufunguliwa mwezi Januari mwaka ujao, upo wasiwasi kwamba huenda ikawa vigumu kwake kurejelea masomo yake katika shule ya sekondari ya Tangulu Bay. Lakini naomba kabisa kwa upande wa hao watoto ama mimi pia, mimi niko mdogo, mimi bado naendelea kwa shule, mimi sijajua kazi ya kusaidia hao watoto. So kabisa tulikuwa wachanga hivyo, hao watoto ni wachanga bado hawajajua na bado tena wanataka kwenda shule. Nani atasomesha, nani atanisomesha? Mimi bado ninaendelea kwa upande wa shule. Licha ya kuwa mwanafunzi wa kidato cha 3 aliye na umri wa miaka 15, Korkor Ripotolim anakabiliwa na tishio la kuyakatiza masomo yake kufuatia majukumu mengi aliyowekewa kwa mujibu wa mila na desturi. Shadrack Miti, KTN News. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hii imeibua hisia mtandaoni. Hapa tu nazisoma kauli zenu. Kuna wale ambao wanasema jamani, si vyema kwa mtoto mdogo kuangalia watoto wengine. Kuna mwingine hapa amesema siku moja atakusalimia kwa heshima. Sijui anamaanisha nini.